TV tafarire no ni Inooro Ruciini ne twari kikireka ria mbere ria mohoro ondu mona kumura magatheti na riu twikireka ria keri riria tukoragwo na ndereti thiini wa studio mwiroreri ni ukujitikiria twarie ruthiomi rwa Githwairi tondu niruo tugiguanira ithuothe tondu thiini wa studio turi na mheshimiwa Timothy Wanyonyi ni mheshimiwa wa guthurwo thiini wa itura ritagwa Westlands riria riri guku Nairobi tunake thiini wa studio nikio ndirakuria na gitio witikire tugarurire twarie na ruthiomi rwa Githwairi namba ya SMS ya guku studio nundu wa kiuria kana mawoni ni 22488. Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, habari za asubuhi na karibu Inooro TV. Asante sana. Westlands mko sawa? Tuko sawa. Tunashukuru. Negua. Mheshimiwa wako salama kabisa? Kabisa. Kila kitu iko sawa. Karibu sana. Hebu kuna mwenzangu Njoroge alikuwa anaelezea kuhusu interview ama mahojiano mlifanya na Jeff Koinange, ukamwelezea kuhusu maisha yako. Hebu mweleze mtazamaji wangu kuhusu Mheshimiwa Wanyonyi. Mheshimiwa Wanyonyi ni wakili. Ndio. Na ambaye anaishi na ulemavu. Nilipata ulemavu mwaka wa 1998. Wakati nilikuwa nimetoka kazini nikirudi nyumbani nikashambuliwa na wakora ambao walikuwa wanataka kuiba gari, na kwa kuiba gari wakanipika risasi kama washachukua gari wakiondoka. Sasa hiyo risasi nilipopelekwa hospitali ikaonekana ya kwamba hiyo risasi imekuja ikafunja mti wangu uti wa mkongo. Na ndio akaniweka kwa hii hali. Na kutoka wakati huo mimi nimeishi tu hivi. Pole sana. Pole mheshimiwa. Lakini kazi ya wakili, kazi ya kuwakilisha watu bado nilikuwa naendelea, bado hata nafanya. Haya, asante na karibu sana. Pole kwa hayo. Asante sana. Ulikuwa unatafuta tiketi ya kugombea kiti cha governor wa Nairobi. Yes. Na ulikuwa umesonga. Billboard nimeziona Nairobi. Kabisa. Nini kiliendelea? Unajua siasa vile Moya alisema wakati moja kuna vitu zingine ziko na wenyewe. Wewe unaweza panga hivi na kumbe kuna wale wakubwa wako wako na maoni tofauti ama wameona kitu tofauti kutoka kwako. Kwa hivyo sisi tulikuwa tumejiandaa kutoka kwa Jubilee na sisi wa ODM na vyama zingine. Na kwa sababu tulikuja tukaungana na chama cha Jubilee na tukakuwa na makubaliano ya kwamba zile viti ambazo zilikuwa zimeegezwa zilikuwa zinashikiliwa na Jubilee sipaki upande wa Jubilee. Zile zilikuwa zimeshikiliwa na ODM sipaki kwa ODM. Na ukiona kiti ya governor ilikuwa na Jubilee. Kwa hivyo ikasemekana ya kwamba sisi kama ODM turudi chini, Jubilee waende juu, si tuchukue either deputy governor ama kiti kingine yoyote. Na kwa hivyo nikaambiwa hivyo. But kwa sababu mimi nilikuwa nimetaka kuwa governor, sikuwataka kuwa deputy governor. Nikakubaliana na hao, lakini nikasema afadhali nirudi Westlands kuliko kwenda deputy governor. Because deputy governor ina depend na ile governor uko naye. Kama na akiwa mbaya utakaa tu hapo kama mtu mwenye haona chochote. Ilikuwa ni kushurutishwa ama wewe mwenyewe ulijitakia? Unajua tushaambiwa na lazima uangalie upande gani ndio mzuri. Either ukatae, ukubali na uangalie pia maafa ambayo itatokea kutoka mambo kama hayo. Kwa sababu unaweza kataa na pengine kuna kitu kingine maybe better than what you are looking for baadaye. Na pia utaki kukosana na wakubwa wako. Kwa sababu kwa siasa inakuanga unasema kitu iko na give and take. Unaweza kubali uchukue hii na upaki na hiyo nyingine. Kwa hivyo uliondokea roho safi? Niliondoka roho safi kwa sababu walikuwa wamenieleza. Unajua kama a person at the stature of Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta, watu wawili wakikuita mkae na wao kwa meza moja,
unajua pia wamekupatia heshima. Otherwise wangetangaza tu bila wewe kuulizwa. Ndio. Haya. Hebu tueleze Mheshimiwa Wanyonyi, unatumia tiketi ya ODM ama ni tiketi ya Azimio kugombea kiti cha Westlands? Unajua kwa sasa mwenye anaenda na tiketi ya Azimio ni Raila Amolo Odinga na Martha Karua peke yao. Okay. Sisi ambayo tunaania viti za ubunge kuendelea mpaka gavana mpaka nini, tumeingia na vyama zetu. Kwa hivyo mimi niko katika chama cha ODM, lakini pia tuko kwa muungano wa Azimio. Lakini kwa ticket ni president peke yake ndio yako kwa ticket ya Azimio. Yeah. Mtu anaweza jiuliza kwa nini hivyo? Kwa sababu wale vyama siliamua si field candidates upande wao mwenyewe, so that wapake na hiyo identity yao, na ya kwamba pengine baadaye, because ukiangalia vile definition ya Azimio la Umoja is defined as a political party. So kwa hivyo iko na status ya political party kama hizi party zingine. Pengine baadaye sasa Jubilee na ODM zinaweza collapse ikuwe tu Azimio bila hizo vyama. Kama vile Jubilee ilifanya na hizo vyama zingine wakakuwa chama moja. Asante. Hapo baadaye tutaenda Westlands tuongee kuhusu your achievements kwa wakati ambao umekuwa MP wao. Lakini Azimio imetoka kwa kuazimia. Ni nini tunaazimia? Kwa sababu ukiangalia lengo la President Uhuru na Raila Odinga walianza na kusalamiana. Kwetu penye mimi natoka, salamu tunasema mlembe, ambayo ni kitu ya peace. You know, ukiamkua mtu mkono hivi unamtakia amani. Atui waka hawezi kukupatia mkono, atapitia huko, hata ukimsalamia anaweza kukurushia mkono. Lakini vile hawa viongozi wawili walikuja wakashikana mkono, lengo lao la kwanza walisema wanataka kuunganisha wa Kenya, walete Kenya kuwa kitu kimoja. Na wakakuja wakaleta BBI, wakaleta hiyo mambo yote ambayo walikuwa wanataka Kenya ikuwe, watu wa Kenya wakuwe kitu kimoja, ili tukienda uchaguzi vile tunaenda saa hii tusikuwe na watu ambao wanaanza kuleta furuku ama tuanza kupingana ni kama tuko kwa vita. Kwa hivyo Azimio la Umoja sasa ikakuwa ni kama tutaunganisha wa Kenya namna gani. Ndio hata uliona Raila alienda around the country akihutubia watu akiwaambia sisi tunataka kufanya kazi namna hii na tunafanya kazi karibu sana na Jubilee na tunataka tuungane na tuunganishe wa Kenya wote. Ndio ikakuwa Azimio. Azimio maana yake ni umoja. Watu wote wakuje washirikiane, wa Kenya waongee kama wa Kenya bila kusema mimi ni kabila hii ama kabila hiyo, ama mimi ni wa kiwango hii ama kiwango ingine. Kwa hivyo hiyo yote ilikuwa tu matarajio ya kwamba one day tukue kama Watanzania wanasema mimi ni Mtanzania. Huwezi sikia Mtanzania akisema mimi ni kabila hii ama hiyo. Hapa Kenya ndio tunasikianga mimi ni mkabila hii, mimi ni kabila hiyo. Hiyo inatufanyanga tunakawanyika. Hata tukienda kwa kisiasa unaona viaza simekawanyika kwa mizingi ya ukabila kabisa. Na ni kitu haifai. Lakini wale ambao wakosoa wanasema tangu President Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga washikane mkono, maisha imekuwa ya juu sana. Cost of living imeenda juu, unga ndio hiyo, mafuta ndio hiyo. Hapana, unajua wale wanasema hivyo ni sasa ni siasa. Wote ambao na tumesikiza sana wale wengi wanakosoa rais ni watu ambao wako ndani ya serikali. Hawachaacha jukumu ya serikali, wako ndani ya serikali. Wewe unakaa katika baraza la mawaziri na hapo ndio decisions za serikali huwa zinafanywa. Uamuzi wa serikali wote unatokea hapo. Tukiangalia ile mambo imefanyika kutokana na 2020 ambao tulikuwa na hii mambo ya corona. Imekuja ikafuruka mambo dunia nzima, sio Kenya peke yake. Ukiangalia gharama ya maisha kila mahali duniani imeenda juu sana. Kwa sababu vitu
mingi zile, uchumi wa dunia kweli ulithoreka. Kwa hivyo lazima tuanze kuangalia kwamba lazima tutafute mikakati ya kujaribu na kurudisha hii mambo chini, mambo ya gharama ya maisha chini. Ndiyo. Na hiyo itapatikana kama tutaungana pamoja, tuanze kufikiria pamoja, tutafute namna ya create rasilimali ambayo itasaidia Wakenya waishi maisha ambayo wanaweza kuchimutu wenyewe. Asante. Lakini Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, mbunge wa Westlands, mtu anaweza hoji kuungana, lakini kikuangalia juu ni swali limekuja hapa, ndugu yako ako pande ule mwingine na wewe uko pande hii ingine, hiyo namna gani hapo? Unajua sisi yeye na mimi tuko watu wawili tofauti kabisa, ingawa tumesaliwa tumbo moja, mama moja, baba moja, lakini kila mtu ako na msimamo yake. Kwa hivyo unakumbuka hata kulikuwa na Norman Nyaka na Joe Nyaka, walikuwa vyama tofauti katika bunge. Hakuna mtu aliongelea hiyo, kwa sababu mimi tangu niingia siasa, nijiunge na siasa, nimekuwa kwa mrengo wa ODM. Yeah, sure. My brother wakati mmoja yeye alikuwa KANU. Akatoka KANU akaingia Fort Kenya. Na Fort Kenya imekuja tu ikaungana, wakafanya maungano na ODM, wakiunda CORD, alafu wakaunda NASA. Lakini wakati wote amekuwa kwa hiyo mrengo mwingine, mimi sijawahi kuwa huko. Kwa hivyo hii siasa yake na yangu iko tofauti, na sisi pia kama familia tukiwa nyumbani, mambo ya siasa kando. Hakuna. Kwa sababu mkianza kuleta vitu kama hizo kwa family, mtaleta mikawanyiko. Utaweza pata watu kwa family, kuna wale wako upande yangu, wengine wako upande hiyo, sio kitu mzuri. Kwa hivyo yeye na mimi ni mandugu, lakini mambo yetu kila mtu ako kivyake. Mandugu ambao wako mirengo tofauti ya siasa na hawapigani. Hatupikani. Hata wakati yeye alikuwa katika serikali wakati wa Mwai Kibaki, sisi tulikuwa opposition. Na hata wakati huo Raila Odinga, mimi ndio nilisimama KICC nikapropose yeye kuwa rais wa Kenya mwaka wa 2007. Watu wakafikiria pengine nimeharibika kichwa, kwa sababu at that time there was tension between Raila na Kibaki. Wakasema nimefanya jambo la kuhatarisha sana, lakini nikasema hiyo ni uamuzi wangu, kila mtu aheshimu. Haya, kama nyinyi ni viongozi, mko mirengo tofauti, unaelewana na ndugu yako na hampigani. Je, wewe Mkenya, kwa nini upigane na Mkenya mwenzako? Kwa nini uchukie Mkenya mwenzako kwa sababu ya tofauti za kisiasa? Kiunekiulia goda moyolie. Westlands kuna Karura Ward, High Ridge Ward, Kitsuru Ward, Mountain View Ward na Kagemi Ward kwa kina Dedan Gishenga na kina Benjamin Wangari. Na Dedan Gishenga atakuja dakika ya mwisho tu aseme jambo. Mheshimiwa Wanyonyi, umekuwa mbunge huku kwa muda sasa. Unaweza jivunia umewafanyia nini? Unajua wakati mwingine si vizuri kiongozi kwanza kujipika kivua aseme nimefanya hii, ni watu wakuje waseme mheshimiwa amekuwa hapa, tumeachieve hii na hii. Lakini kitu ya mimi naweza kujifunia kabisa. Kitu ya kwanza, nimeporesha mambo ya elimu. Ukiangalia shule za Westlands siko tofauti kabisa kuliko vile nilipata, na ukilinganisha hata na sehemu zingine utaona ya kwamba shule zetu za Westlands nimeziinua kiango ya kwamba wazazi wa Westlands sasa wanaweza kujifunia kupeleka watoto kwa shule za umma kuliko kupeleka kwa shule za private. Kitu ya pili, usalama uliimarika sana, kwa sababu tulileta watu pamoja kuanza kushirikiana, kuongea na kuwa na polisi na raia wakuwe ni kama watu tu wa jamii moja, sio kuona polisi kama adui. Kwa hivyo tunaongea pamoja. Ukiangalia nikiingia wakati wa vijana wa bodaboda walikuwa wanasema ndio wanatumiwa na wahalifu. Hiyo mambo tulikuja tukakomesha, kwa sababu tulikuja tukaongea pamoja, hiyo mambo ikatulia. Kitu ya tatu, nilianzia miradi ya kina mama ambaye inaitwa table banking. Wakina mama wamepika hatua sana katika hali ya kutengeneza rasilimali yao. Wanatengeneza hizo mikakati, wanamwakiana pesa, na hizo pesa zimefanya biashara yao ikainuka na mambo mengine. Kuna miradi ya vijana pia ambayo tunaita miradi mitaani
ambao tulianzisha, vijana wanajifunia hiyo. Alafu mambo ingine kama kutengeneza barabara na usafi na usalama na mambo ingine. Mambo mengi ukienda nimefanya kazi hiyo yote kushirikiana na wananchi wa Westlands. Siwezi nikasema ni mimi peke yangu, lakini tunashirikiana kwa sababu kama tunakuja kutengeneza barabara, tunaenda wale ambao resident association ama wale wenyeji wa hiyo area. Tukisema nataka kutengeneza barabara na watu wanafanyia biashara kwa barabara, tukiuliza wasonge kando, wanaitika na tunasaidiwa na wale wenyeji wa hapo. Lakini Westlands inakaa ni eneo ya matajiri. Yes, but there are so many pockets in Westlands ambazo siko katika vitongoji ambazo watu wanaishi kama Mathare, kama Kibera, kama wapi. Tuko nazo mingi na watu wajuangi hiyo. Tuna vitongoji karibu 10 within Westlands ambazo siko karibu na hizi maboma kubwa. Ukienda kwa mfano Runda, nyuma yake utapanda kuna kijiji inaitwa Kidhogoro. Na hiyo Kidhogoro ukienda wale watu wanaishi katika ile nini ya mabanda. Ukienda hapa karibu na Westlands hapa Kitusuru kuna Kibagare. Ukienda hapa Parklands kuna kijiji inaitwa Dipsy. Hizo zote ukienda siko hapo ndani, na hapo ndio watu wako wengi sana. Alafu kuna kijiji Masai pale na vitu na vingine mingi. Kwa hivyo kuna wale mchanganyiko kama hata ukisema kunzio za hata Kibra pia iko na kijiji huko na nini na hizi homes kubwa. Lakini huwezi jumuisha hivyo kwa sababu hiyo naonanga inatumika hata kwa serikali. Unaona wanaweka poverty index, wanaweka Westlands mpaka inaondolewa kwa kwa ile hali ya watu wa kusaidiwa. Wanasema Westlands inajiweza, lakini kuna hii kitu sisi tunawakilisha, huwa naenda mpaka nasema wale watu wanatengeneza kitu kama hiyo ni wale wanakaa huko kwa ofisi. Hawajawahi fika kwa ground wakaona hii ground inafanana na wakaona iko mtu Kidhogoro, Kibagare, Dipsy, lakini shida zao ni the same ama ni tofauti? Ni same. Ile utapata ile shida ya Mathare ni ile shida iko hapa Kibagare. Ile shida ya Kibra ndio utapata iko hapa Kibagare na ama Dipsy, because unaenda hawa watu nyumba zikichomekewa zinachomekewa kabisa, unapata zimechomeka karibu zote. Unapata ile hali ya kukosa maji ama ile vitu ambayo vitu ya kawaida yenye watu wanachukulia tu kwa kimsaa hivi. Ni mambo ambayo inaleta shida kubwa. Mheshimiwa Wanyonyi, hii shida ya nyumba kuchomeka, solution iko wapi? Nimekuwa nikisikia sijui slum upgrade, sijui wengine wanasema ni eradicate. Sijui wewe unafikiria nini kuhusu? Kuna jambo mbili hapo. Kuna kitu ya kwanza, vile hizo nyumba zimejengwa. Unajua kama nyumba imejengwa na mapati ama karadasi, hizi carton box tu, kitu yote kitokea, moto kitokea tu hivi, inachoma kijiji mzima. Because hiyo kishika inaungua haraka sana. Kitu ya pili, kuna watu ambao wakati mwingine wanataka kunyakua hizo shamba, wanataka kufurusha watu. Sasa badala ya kuja hivyo wanakuja wanachoma. Sasa wakichoma ndio wakuja wafanye nini? Waondoe. Kwani wenye mashamba ni kina nani? Wenye plot? Kuna watu wenye wao, unajua Nairobi kuna watu wale hata wajulikana, huwezi jua hata anaitwa nani, lakini wanakitaka kitu ndio naonanga wanachoma Kikomba, wanachoma wapi. Sasa wale watu wanatuma wale wakora kabisa, wanakuja wanachoma na inaenda hivyo. Wakati mwingine ni ile moto tu imetokea, unapata wanasema stove imepasuka, imelipuka, kuna vitu vingine moto inashika tu, na kwa sababu hiyo hali ya maisha ukienda huko ndani ndio utaelewa. Tutafanyaje sasa ili kuondoa matatizo? Ni jinsi vile President Uhuru Kenyatta amesema, na ya kwamba lazima tuangalie jinsi ya kuleta wachenge nyumba ambazo ni vile nyumba za mawe ambazo siko mzuri, ambao watu wanaweza ishi bila wasiwasi yoyote. Na hizo nyumba, unajua nilienda South Africa, nikaenda kuna kijiji huko ilikuwa inaitwa Soweto. Soweto. Ile Soweto ndio kila walifanyanga siasa, kina Mandela, kina nani, watu blacks walikuwa naishi huko. Sasa wakati President Mandela alikuja kuwa rais, akakuja akainua hiyo kijiji, wakawajengea nyumba za modern but affordable. Modern but affordable houses. Sile nyumba ambazo
si hali ya juu sana, but ni nyumba decent. Hata ukiona mtu yote anaweza ishi hapo. Hata Winnie Mandela ameishi huko mpaka amekufia huko. Desmond Tutu alikuwa anaishi huko. Na ukiangalia hizo nyumba wamezichenga vizuri, siko na barabara ndani. Kwa hivyo kitu yote kitokea, hata kari ya kuzima moto inaweza kuja kapita. Kuna maji, kuna kila kitu hapo kama zile estates zote. Kwa hivyo hata hizi zetu silikuwa natakana siende hiyo kiwango. Waende waporeshe, waweke hizi nyumba. Na unajua walikuwa wameanzia yako huko Kibra, walikuwa wakaanza kuanzia yako na kwa sababu wanasema kuna watu ambao wanataka kuresist that kind of development, kwa sababu wale wenye nyumba hizo nyumba zenye watu wanaishi huko, kuna watu wenye hizo nyumba hawataki hiyo mambo. Inawezekana hapa Kenya? Inawezekana kwa nia na serikali ikiwa na kitu yenye huwa tunakosa hapa ni hivi. Tunataka kufanya kitu but hatujahusishwa watu wenye watakuwa affected. Sometimes kuja muongee na watu, muambie tunataka kufanya upgrading of this place, tunataka kuhamisha muende muishi mahali fulani. Hizi nyumba zikiishi, nyinyi ndio mtachukua nafasi ya kwanza, sio mtu mwingine. Lakini kwa sababu ya ukora ambayo sometimes na huwa inakuwa, unapata wakisema, wakiambia watu wahame, au watu wanajua kwamba hawatarudi pale. Wale wanataka kufanya hiyo mambo wataleta watu wengine. Kwa hivyo ni lazima tukae chini na watu tuwahusishe ya Nairobi. By the way, kuna swali imekuja hapa ya basari. Kwenu kuna kuanga na basari? Kabisa. Lakini ambiwa kuna ilisimama sijui kwa watoto wengine, ama huwa mnaigawa kwa njia gani? Huwa tunapeana. Unajua tukisha pata pesa ya basari huwa tunatangaza. Tunatangaza na tunaenda kupeana kupitia kwa every ward. Tunaingia katika ward kama ya Kangemi, Mountain View, Kitusuru, hivyo mpaka ward zote 5. Kila ward tunaenda penye iko. Kuna ward zingine ziko kubwa sana, sasa tukifika huko tunakawanya mara mbili. Kama Karura tunafanyia mahali mbili, mahali pamoja na kwingine. Kwa hivyo na tukishatangaza tunaambia watu wajitokeze, wakuje wachukue forms. Wakishachukua forms ndio waende wajaze, waweke zile particulars natakana, ndio warutishe, ndio wafanye nini, waandikie cheki. Wakati mwingine kwa sababu sometimes huwa tunafanyanga, mara nyingi tunafanya wakati wa watu wameenda kazini. Kwa hivyo kama mtu ameenda kazini na pengine hakuwa amepata hiyo ujumbe, anaweza kosa hiyo nafasi. Na huwa tunajaribu sana kufikia kila mtu. Ndio huwa namaanisha ya kwamba lazima tufanyie nje, sio kwa ofisi. Kwa sababu tukifanyia kwa ofisi watu wanafanya ujanja. Lakini ikiwa kwa nje iko hadharani, kila mtu anajua hii kitu iko wazi. Kama amekosa tu kwa sababu fomu ziliisha ama ile kiwango tulikuwa tumeweka ilikuwa imeisha. Mimi usikia kuna maeneo mengine ambayo basari mtoto upewa hata 10,000 hata zaidi. Sijui kwako unafikisha ngapi? Unajua kiwango yenye tunapeana, wale wako college tunapatia 10,000. Wale wako secondary school tupatia 5,000. Na unajua kawaida wale watoto ambao wanasoma day school, ukipatia hiyo 5,000 is almost half the fees. Umelipa karibu half the fees. Na wale wako shule ambazo za bweni, zile za zingine inaweza kuwa ni pesa kidogo. Lakini hiyo pesa mimi huwa naona inasaidia kwa kiwango kabisa, kwa sababu mzazi akichukua hiyo check, unaona ile furaha yako nayo, at least imemuinua kiasi. Asante. Kuna mtu ananiambia ni kushukuru na nikusalimie kwa yale ambayo uliwafanyia kijiji cha Maasai. Mwambie asante. Thank you. Na anasema team tena. Haya, kuna swali imetoka kwa mtu anaitwa Junior wa Githogoro. Uliza Mheshimiwa Wanyonyi, kwa nini yeye ni wa Azimio lakini anaenda na independent candidates MCS kwa mikutano yake? Unajua mimi ni mbunge wa Westlands. Kuna watu wamesimama viti tofauti. Kuna watu wamesimama katika vyama tofauti. Na mimi nikiita mkutano mahali, wanasiasa wengine especially wale wanawania vitu za MCS wanakuja kwa mkutano yangu. Kwa hivyo mimi mtu akikuja kwa mkutano yangu siwezi kufukuza yeye. Yeye mwenyewe amekuja, amejileta,
akijipendekeza kwa watu kama watampenda, lakini mimi am not campaigning for him. Mimi siwezi campaign for him. Yeye mwenyewe amejileta. Mimi najua mimi nasimama na yeye. Unaona? Kwa hivyo kama amekuja mimi naachana na yeye. Si mimi sina, lakini hautamnyima nafasi ya kuhutubia. Siwezi kumnyima nafasi. Kama amekuja ni kiongozi, si ndio? Ni kiongozi. Kama anakuja atajipendekeza na watu, mimi huwa nawaamua uamuzi ni wenu, si wa timu. Kwa sababu mimi kura yangu ni moja. Na hao ndio wako na kura. Kwa hivyo mimi mtu asijaribu kuniweka mrengo nyingine. Mimi niko Azimio ndani. Regio team. Shamba ya zimamoto Gigiri ati imebadilika kuwa private property. Hiyo jambo ambalo limejadiliwa na tukapata suluhu. Kwa sababu hiyo shamba ilikuwa imepeanwa na Nairobi City Council kitambo. Tulijaribu kurutisha hata wakati wa Kidero, wakati wa Mike Songo, na wenye walikuwa wamenyakua hiyo shamba, kwa sababu they were going to lose big time, they came and gave an alternative ya hiyo shamba ya hiyo fire station, na tukakubaliana na wao na NMS na sisi tukaitwa pia, tukakuja wakaenda wakapeana alternative site and the overt wachenge hiyo station wenyewe mpaka iishe. Sasa hiyo wamechenga iko karibu kuisha, hivi karibuni tutaenda kuishindua. Kwa sababu tulikuwa tumesema wasarende hiyo shamba ama walipe serikali, lakini wakakubali kupeana alternative na hiyo ikakubaliwa. Haya, Githogoro hakunanga public hospital, Githogoro hatunanga soko, Githogoro hatunanga playing ground. Baadaye Githogoro ilikuanga nini zamani? Kabla hiyo barabara kujengwa, hiyo kijiji bado ilikuwa. Kijiji ya kitambo. Hiyo barabara kwanza ilikuja ikadisplace watu wengine. But sasa ikakawanya hiyo kijiji mara mbili. Kuna moja huku, kuna ingine huku. Unajua sasa mambo ya playground, mambo ya hizi vitu zingine amenities. Hii ni mambo ambayo inatiliwa na mambo ya county. Kama ile ilikuanga City Council. Na tukienda huko Githogoro, kuna wenye mashamba hapo. Na tumechatiliana na wakakubali ya kwamba watatupatia nafasi. Kama tunataka kufanya maendeleo, watatuonyesha mahali pa kufanya hiyo vitu. Na tukakubaliana hivyo. Kwa hivyo sisi tunangojea tukishapata hela, tutaenda huko na tutafanya hiyo maendeleo. Tulikuwa tunataka kuchenga kitu inaitwa Diobagester. Ile ambayo ya watu wote. Inakuja sasa wanachenga hizo joo, alafu ile nini inatumika, ina recycle, wana create vitu zingine kama gas nini. So tukakubaliana hiyo tutatengeneza, na tukishatengeneza hiyo pia itachengwa hapo social hall na vitu zingine mingi ambayo italeta ajira kwa vijana. Asante. Haya, hiyo swali lingine linatoka wapi? Yes. Uliza Mheshimiwa Wanyonyi kwamba sisi niulizie Wanyonyi, mbona wanasiasa wameajiri vijana mtaani wenye waliapply online hawapati, lakini wenye wamejipeleka kwa wenyewe ndio wanapata? Yani watu wameambiwa waapply, tuliapply online na sasa wenye wameandikwa manual ndio wanapewa. Tafadhali Mheshimiwa tusaidie. Imetoka pia huko Githogoro hiyo. Maybe kitu yanatakana kuelewa ya kwamba wale wali apply online ndio walipewa first priority kwa hiyo list ya wale vijana ambao hiyo kazi mtaani. Wao ndio walipewa nafasi ya kwanza. Na hizo nafasi zingine zimekuja tu kuchaswa hizo numbers ambazo zimepewa kila constituency na kila ward. Kwa sababu kila ward ilikuwa inapewa 750 vijana. 750 ama pesa 750 vijana wale wanachukuliwa. Na hiyo sio kuunganishwa na wale wengine wale, na jina yote yenye ilikuwa inapiwa kwa hiyo list ya 750 na alikuwa ameapply online atachukuliwa kama alikuwa ameapply online. Haya, wewe ndio chairman wa Azimio Nairobi? Ndio. Haya, good. Kwa nini mumezoni Nairobi? Ati hiyo ni sehemu ya ODM, hiyo ni sehemu ya Jubilee. Alafu kwani Parklands na Karura anafanya kazi na ODM MCS candidates ambao walizoni out
wakakimbia independent, na huku Azimio representatives ni wa Jubilee. Mbona haendorse hao hadharani? Unajua wale ambao wako Jubilee ni najua backlash mwenye wako Jubilee ni Mheshimiwa Malde. Malde ni the sitting MCA wa Parklands, ambayo pia tunafanya kazi pamoja. Hata yeye kule mikutano zangu yeye huwa na mimi huwa na muintroduce na mpatia na platform ya kuongea na watu. Na vile nimesema, unajua watu wakikuja kwa mkutano na anawania kiti chochote, mimi sitamkataza kuongea. Tunapatianga hata vijana youth leaders kuongea kwa mikutano. Kwa hivyo mtu kama amekuja kama huyu, utamnyima nafasi namna gani? Unless akue mtu hostile. If he's hostile, we will not allow him to talk to in our meeting. Yeah. Kwa mfano mtu wa Yehuda akikuja kwa meeting yetu, I'll not allow him to speak. But unajua hawa wametoka kwa mrengo yetu and are still working within our own arrangement. So ni wao tumekaa, lakini by the end of this month tutakuwa tumesikizana. Kwa sababu hatutaki watu wakawanye kura. Tunataka tufike kiwango ambacho wale watu ambao wamesimama viti kwa tiketi tofauti na wako katika mrengo wa Azimio waondokee, waachie mtu mmoja. Kwa sababu tukienda hivyo tukikawanya kura wataleta shida. Haya. Asante. Umesalimiwa na jamaa anaitwa kama mimi Kamau, Fio, yes. Hiyo ni candidate wa Jubilee katika wadi ya Karura. Anasema MCA. Yes, anasema inawezekana. Yes, inawezekana. Unaonaje Azimio Nairobi by the way? Tutashinda. Tutashinda kwa ukubwa sana. Tutashinda. Baba atashinda na kura mingi sana. Kwa sababu kani? Sisi tumekuwa tunapikana na Jubilee. Na Jubilee wamekuwa kama last election. Baba alikuwa ameshinda President Uhuru na kura kadhaa. Si ndio? Na sasa Jubilee na ODM wako pamoja. Hizo kura zote tukiziweka pamoja zitakuwa kura mingi sana. Viti sasa tunataka kupambana ndio tushinde viti mingi, ni hizi viti za ubunge na viti za MCS. Sana viti za MCS tunataka tukuwe na majority katika county assembly. Ili governor wetu akiwa katika city hall lazima awe na friendly assembly, isikuje kumletea mambo ya kumwimbiji ama vitu zingine. Governor wako ni nani? Governor wetu ni Kadhe. Huyo ndio governor wa coalition. Sisi tuko katika muungano wa coalition, na tulipoondoka huyu ndiye aliingia na tukaamua sasa sisi tutatembea na yeye. Na yeye ndio sisi tunapikia tepe mpaka sasa hivi. Wewe si mkabila kabisa. Mimi ni mwana Kenya na mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Unajua ukiwa huko mashambani unaweza pikiwa kura na kabila moja. Unaweza hata ongea hiyo lugha huko. Lakini katika Westlands niko na kabila zote. Na lazima nitafute kura kwa hizi kabila zote. Unaona kama rafiki yangu Mungu hapa alikuwa tunapingana na yeye, lakini saa hii tunafanya kazi na yeye. Na mimi huwa naambia kwamba mimi ndio mbunge wa sasa. Kama ulinipikia kura, kama ukunipikia kura, mimi ndio ndakuwa mbunge yako, mimi ndio ndakufanyia kazi. Wewe ukikuja kwa ofisi yangu, kuja bila wasiwasi. And I know people come and I serve them. Ukienda pale Kangemi, pale Githogoro, pale Maasai, utapata Muluya hapo, Mkikuyu hapo, Mkamba hapo, Mkisii, Mjaluo, Mkale. Huwa wanaishi namna gani? Wanaishi, utawahi kusikia watu wameshikania mabanga waseme wewe kwa sababu wewe ni Mkikuyu, wewe ni mkabila hii wapikana? Hapana. Hao watu wanaishi kama ndugu na dada. Vitu natokeanga tu sometimes, wale watu wanakuja kuleta mikawanyiko ni watu wa nje ndio wanakuja kuwachokora hapo waanze kupikana. Baki ukienda kwa hizo vijaji. Kwa mfano mimi nikikuwa ni kampeni kiti ya governor, nikienda huko sehemu za Eastlands, nikudana na vijana wako na hasira sana, lakini nilipokaa na wao unapata wamechanganyika, ni Msomali, Mkikuyu, Mkamba, kabila zote. Lakini wanaongea lugha moja. Wanasema sisi hapa ni vijana. Sisi hatujui kabila ni nini, lakini ukitaka maslahi yao lazima upitie kwa hiyo leadership yao. Wako na leadership yao. Kwa hivyo wanaona hawa vijana
wao hawatembee kwa sababu mimi ni kabila hii, mimi ni kabila hii. Hapana, kabila hawa ni vijana. Ndio. Thank muno studio mwirore rige twina Mheshimiwa Timothy Wanyonyi mubunge wa Westlands goko Nairobi na nawe chairman wa ngwataniro ya chama chote ya Azimio county yothe ya Nairobi. Mheshimiwa, niruhusu nikuulize hili swali sababu limekuja. Uliza Mheshimiwa Wanyonyi, ni kwa nini pesa za watu PWDs, watu wenye disabled huwa zinapeanwa aje? Sababu nimeapply since 2019 na sijawahi pata. Huyu ni mtu ambaye ako na ulemavu. Labda unaweza pata jibu? Unajua kuna idara ambayo inaitwa National Council for Persons with Disability. Ambayo ni kama idara yoyote ya serikali. Hii ndio huwa inasimamia mambo ya ulemavu. Na huwa tunawapatia pesa kutoka kwa treasury kama ile idara yoyote ya serikali. Sasa kupitia kwa hiyo chama wako na uongozi wao, ndio wanatakana, wana mikakati yao vile kukawanya hiyo pesa. Kuna pesa ile wanapatia walemavu ambao wale wako na ulemavu kabisa, ile wanasema severe disability. Wanapatia wale wazazi, pengine wale watoto wako na severe disability. Kuna wanasaidia pia wale watu ambao wanataka mahitaji fulani, kama mtu anataka wheelchair pengine hawezi pata. Kuna wale wanataka mambo ya school fees, wanataka na wasaidiwe. Na kitu iliyoko ni kwamba pengine hii National Council inatakana ikuwe devolved pia ende kwa counties. Ndio ifikie wale walemavu wako mashinani. Sana because iko tu hapa Nairobi, hijafikia huko chini. Ndio pengine watu hawajaifeel. Kitu ya pili, ikianza serikali ilikuwa inawapatia pesa kidogo sana. Lakini tunakuwa tunawapikania ili wapate pesa kiwanga ambayo itafaidika na wale watu ambao wanataka mahitaji. Kwa hivyo, kwa mfano, kuna watu wanakuja pengine wanataka wasaidiwe kwa mambo fulani, lakini akifika hapo pengine hiyo pesa imeisha, ama pengine hajapata communication ya kumweleza ya kwamba hii haiwezi fanyika hapa, inaweza fanyikia mahali pengine. Hiyo ndio nafikiria National Council wanatakana wa invest in kitu inaitwa communication properly, na pia waanze kufikiria mambo ya kudevolve their services to the mashinani. Alafu pia nikuulize kuhusu kazi. Huwa tunasikia 30% ya kazi zinafaa kupewa people living with disability. Huwa inafanyika hiyo kweli? Kwa it is actually 30% ya 30% for youth, people with disability and women. So ukiangalia kama wanakawanya tu vizuri na kuwa na 10%. But kwa sababu mara nyingi wale watu ambao wanaachwa nyuma sana ni wale walemavu, because mara mingi hao watu hawana mtu wa kusaidia. Kitu ya pili, pengine hawana uwezo especially kufikia hii tenders za serikali. Hiyo ndio pengine hiyo kitu inakuwa. Lakini kwa sheria inasemekana ya kwamba 5% of ya employment yote inatakana iwe ya walemavu. Na wanapata sana kwa serikali ndio inatakana kuwekeza hiyo, napata kwa serikali hiyo hawajafikia kwanza bado. Kuna kampuni fulani ambazo tume approach na wakakubali, wameweka hiyo kiwango mpaka wamefikisha. Wameemploy watu wale wako na disability mpaka wamefika hiyo kiwango. Kwa hivyo zile kampuni kama hizo sisi tunashukuru, lakini tunataka kuhimiza serikali ya kwamba watu walemavu ni watu wachache sana. Wakipewa nafasi haita affect anything. Kwa hivyo waweke tu rasilimali katika hiyo idara ya National Council of Persons with Disability ili hao watu wa wasimamizi wafikie walemavu karibu wote katika Kenya yote. Ndio. Umesema ni wachache, lakini kuna familia fulani huficha watoto wao, watu wao ambao kuna ulemavu. Sijui ungekuwa na ujumbe wote kwa wao? Unapata mtu anafungwa na mnyororo. Kwa sababu mimi nataka kusema ya kwamba hawa watu wakijua, kwa sababu kuna mahali wanaweza pata usaidizi, wanaweza kuwa na njia ya hata kupeleka hawa watoto shule. Unapata mara nyingi hawapeleke watoto shule. Mara nyingi wanawaficha. Lakini sheria pia nasema ukificha mlemavu ni hatia. Unaweza chukuliwa hatua ya sheria. Lakini wakati mwingi sio makosa yao. Makosa ni
ya kwamba huyu mama ana kijana mlemavu na lazima atafute kitu ya kukula ya familia. Kwa hivyo na hana mtu wa kumjunga, ndio anaweza akimwachilia tu anaweza akapotea. Kwa hivyo wanaenda amfungie kwa nyumba ama atembee na yeye ama afanye kitu kama hiyo. Ndio wakati mwingine unapata ni shida kubwa sana, lakini wakifikiwa wapate usaidizi, ile usaidizi ambayo itawawezesha wao pia wajione kama wao pia ni Wakenya. Ndio itasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini huwa naambiwa wanakasirika haraka sana. Kwa sababu mara nyingi unajua kama umewekewa ile kiwango nakaa kama mnyama, utakuanga kwa hiyo hali ya hasira. Unaona kuna watu wale wanapepanga kutoka kwa nyumba na kucha anawekwa kwa barabara aombe, na asipoomba hiyo siku alete pesa hata kula hata kuchapwa, hata kuchapa anachapa. Kwa hivyo kama huyo mtu anachukuliwa kama mnyama, anakaa yani kiwango ya mnyama, hiyo mtu atakaanga na hasira because anaona ni kama everything is against him. Haya, kuna ndio tuondoke hilo swala. Kuna mwingine anauliza ni mambo kama gani walemavu huwa exempted? Wanakuanga exempted kama kwa mfano unataka kununua kitu kama kari, unataka kununua wheelchair, na wale ambao wameajiriwa wanafanya kazi, kuna kiwango fulani ya mshahara yao haitakani kuwa taxed. Inatakana ikuwe wanaondoa akipata hiyo certificate kutoka kwa KRA, wanapeana huyo mwajiri, na huyo mwajiri atakuwa hata mkata hiyo pesa, kwa mfano pay as you earn or something like that. Sasa hiyo wanaaja up to kiwango fulani. I think it's up to 100. Wale wanapata mshahara kutoka chini sana mpaka 150,000. Hiyo kama hiyo ni kiwango yako, hiyo utalipa ushuru. Hiyo ilipita hiyo mliwatetea hapo, mlifanya hiyo iko ya hii shamba ya Kifagare. Yes. Iko na maneno Zaka nauliza kesi kama unaweza kuwaelezea imefika wapi? Hiyo kesi iko kotini, bado tunafuatilia na tunafikiria tusha approach hata National Land Commission wakuje waangalie, kwa sababu hiyo shamba mimi nikielewa kabisa kihistoria, hiyo shamba au watu walipewa na mheshimiwa Mzee Jomo Kenyatta akiwa rais. Alikuja akawasettle pale. Hiyo shamba ilikuwa shamba ya railway. Najua kitambo railway ilikuwa inapita huko. So walipongoa railway huko wakapeleka huko, hiyo shamba ilikuwa ya railway. Mheshimiwa Kenyatta akakuja akachukua watu akafanya nini, akawasettle pale. Lakini kuna watu wanakujanga wale nakwambia wale wakora, wanaenda huko National Land, wameona hii shamba haina title deed. Kwa hivyo wanataka wakuje na hiyo title deed, claim ownership, ahamishe watu. Na hiyo ndio kitu wanaleta shida kabisa. Ndio. Haya, Kangemi Wines and Spirits shops zimejaa Mountain View Ward na ni mahali residential, kwa hivyo hiyo pia tunaomba iangaliwe. Maduka za wine na spirits, mtoto anatoka shule anapitia katikati ya mabaa ndio ingia kwao nyumbani, kwa hivyo hiyo pia muangalie. Hiyo ni kitu ambayo sisi huwa tunaangalia na tumeambia wale wana license vitu kama hizo, ya kwamba waangalie huyu mtu na license anafanyia biashara wapi. Lazima waangalie mazingira ambayo anafanyia hiyo biashara. Ndio watu wajue kwamba hapa ni residential, hawatakani kuweka kitu kama hiyo. Nataka kumuita Dedan Mogoge Shega ndio akuje tusikie pia yale atakayosema. Lakini kabla yeye akuje, hebu tueleze about your future plans za Westlands. Una mipango gani siku zijazo? Ikiwa watakurudisha. Mimi manake hadi zinatolewa siku hizi. Niko na hakika nitarudi. Na mimi nikisharudi, kuna kazi tumefanya, tunataka tuendelee na hizo mikakati. Kuna shule kwa mfano mimi nilianzia shule za secondary school, 4 secondary schools ambazo tumechenga kutoka zero mpaka penye zimefika. Na imepaki tu kiwango kidogo sana kusimaliza. Kitu ya pili, mimi na believe ya kufanya kazi na watu. Na vile pia tumeshirikiana na watu wa Jubilee. Tunataka na pia sasa kwanza kuleta umoja wa watu wa Westlands kabisa. Tukae pamoja, tufanye kazi pamoja bila wasiwasi. Kitu ya pili ambayo tunataka kufanya tukirudi, kwa sababu najua tunaenda kuingia serikali,
tunataka kuhakikisha kwamba maisha ya watu katika hizi vijiji zetu imeboreshwa. Usalama umekuwa bora zaidi. Zile masoko ambazo ziko katika eneo bunge la Westlands siwe zimejengwa na zimeletwa, wameweka ile nini za kisasa ndio watu wafanye biashara bila wasiwasi. Jambo la mwisho, najua kuna wamama hata pia huko sehemu za Kangemi, vikundi za kina mama ambao wanangojea title deeds za mashamba yao. Pia tutafuatilia tuone ya kwamba kwa sababu rais mwenyewe alikuwa amepromise kama hizo vitu wataleta hizo vitu haraka, wapatie hizo vikundi za kina mama hizo title deeds za mashamba yao. Good. Unaongea ukiwa na confidence ya kuingia serikali. Yes. Una uhakika baba na Martha watawahi kitu? Nafikiria hata ukiangalia saa hii tangu Raila Odinga achukue Martha Karua kuwa mgombea mwenza, mambo imepatilika kwa kiwango kikubwa sana. Hata ukiangalia opinion polls imepatilika, ukiangalia kila kitu imepatilika, na tukienda hivi the next 1 month I think ile kitu naenda kupata ni landslide. Yeah. Haya, wacha nikuulize hili kabla ya Mugo aingie. Huwa nyinyi ambao ni viongozi wetu na ambao constituencies zenu zina slums, kama kwenu kuna Kangemi, Githogoro, huwa hamtaki hizo slums ziimprove, sababu zikiimprove, maisha ikiimprove, wale jamaa ambao ndio wapigaji kura wenu huko watatoroka ama wataishi maisha tofauti sana na mtakosa wafuasi. Ni ukweli nyinyi viongozi wa Nairobi mnataka tu hizo maslamu zikae zilivyo? Hapana. Maybe wengine lakini sio mimi. Mimi kibinafsi, mimi na believe ya kwamba lazima ufanye bidii uinue kiwango ya maisha ya mtu. Na kuinua kiwango ya maisha ya mtu ni kwa njia mingi. Uwezesha huyo mtu afanye mambo yake, apate pesa yake. Uwezesha huyo mtu apate mahali pa kuishi. Uwezesha huyo mtu kama ana watoto wasome. Na wale watoto wanaweza soma mahali popote. Shule kama ameitwa na Alliance, aenda Alliance. Kama anataka Nairobi School, hivyo Kenya High. Na ukiwawezesha hivyo, utapata huyu mtu hata kama anaishi wapi, anajua kwamba yeye anaishi hapo, mtoto wa tajiri na mtoto wangu wanasoma shule moja, na mtoto wake achakaa nyumbani kwa sababu hana fees. Na kama soko upewa license, kama umepewa kipanda hapo, yule pia amepewa kipanda pale afanye biashara bila mapendeleo. Na kama unataka hivyo, lazima uwezeshe watu, kwa sababu usalama yako ni hao watu wakue pia na mapato yao. Kama unafikiria unataka usalama, lazima jirani yako asikuwe na njaa. Haya, na ikija ni kwa rent, hamtaki iende juu. Mimi Kamau niko na kanyumba kangu, niendelee tu kulipisha pesa kidogo. Juu nikiongeza rent, wafuasi wa Wanyonyi watatoroka, Wanyonyi atakosa watu wa kumpigia kura. Unajua mambo ya rent, that is a private investment. Sasa mara nyingi inategemea landlord na tenant. Na pia landlord mwenyewe ataangalia ile mahali ameweka hiyo investment yake. Akiweka rent kiwango hii, atapata wateja ama watu watahama waende kwingine, kwa sababu kuna hiyo competition pia. Kwa hivyo mimi kama kiongozi siwezi nikashurudisha landlord alipishwe kiwango fulani ya rent. Hiyo is a private business. Even serikali haiwezi fanya hivyo. The only thing serikali inaweza fanya ni pengine kurudisha chini hali mambo ya ushuru, na waambie landlord, kama tumepunguza karama ya kuchenga nyumba, pia punguza hii nini ya kulipa rent ama kitu kama hiyo. But kama cement unanua mfuko 1,000 na yule mwingine amechenga wapi amejunua, lazima upate ya investment. Asante Mheshimiwa Wanyonyi. Jamaa mmoja ambaye alikuwa anakuchapa, ako karibu na wewe. Sio kukuchapa vita ya kukupiga kisiasa. Nijai hata muleta hapa. Na tukaongea sana mambo ya Westlands. Dedan Mugo wa Gishega, karibu sana. Thank you governor. Twalie Githweri kana Gikuyu. Hore okwenda. Umebadilisha msimamo. Kulingana na vile Azimio tulienda, mimi nilikuwa pande ya Jubilee, na Jubilee iliungana na chama cha ODM. So vile mheshimiwa amesema ni hivyo. Kasemekana mahali Jubilee ilishinda, Jubilee ilirudishiwa ticket.
mahali ODM ilishinda, ODM irudishiwe ticket. So kwangu ikakuwa mimi nimeshinda na Jubilee. Lakini hiyo ilikuwa zone ya ODM. So ikabidi hiyo ticket lazima ipewe mtu wa ODM ambaye ni mheshimiwa Tim Wanyonyi. Na mimi nikaona hakuna lingine la kufanya sababu siwezi pigana na serikali, nimekuwa na uhuru tangu aanze siasa zake. Na yeye ametuonyesha mwelekeo ni huo. Na mimi nikaona lazima niunge Azimio mkono sababu Azimio ni kuunganisha Wakenya wote. Ndio. Kabila zote, watu wote wawe pamoja. Tuwe na Kenya ambayo haina ukabila. Ulikubali kiroho safi? Mimi nilikubali kiroho safi. Nikasema mimi nitafanya kazi na Azimio. Nitamsaidia mheshimiwa Wanyonyi. Kura zangu zote, hata sasa naendelea kuomba watu wangu ambao walinipigia kura zote. Raundi hii tumpigie mheshimiwa Wanyonyi hizo kura zote. Tuweze kuunda serikali ambayo ni ya amani. Mogo, wakati ulikuwa we mwenyewe unaomba kura, kuna ahadi ulikuwa unatoa kwa watu. Kuna watu ambao walikuwa wanakutaka, wanakupenda, wanasema tutachagua Mogo. Sasa hizo ahadi umeleta kwa mheshimiwa Wanyonyi, yale ambao ulikuwa unaahidi watu, kana hadhiri yate hao. No, ule hali ni atiriri. Wona githuno gia thirari, riu thaici twi campaign ine. Campaign yari kana tuguikara thi. Tuvange mitaratara ya uria tukuruta wira. Sababu mimi niko na maoni yangu ambayo labda ilikuwa ni tofauti kidogo na ya mheshimiwa Timu. Lakini tutafanya kazi pamoja. Kama mimi nilikuwa na maoni ya kusema labda vijana hapa watafaidika namna hii, tutakaa chini na yeye, nimuelezee, we share those ideas. Tukiona inawezekana na sababu inawezekana, tufanye kazi hivyo. Ndio. Wewe haukwenda independent. Useme Jubilee na ODM wameshikana, wameleta Azimio. Na wamesema Westlands ni mheshimiwa Wanyonyi. Mimi nakimbia independent. No, watu wangu kusema ukweli walikuwa wameamua twende independent. Lakini baada ya mashauriano na wazee, tukaona ya kwamba tukienda independent tunaenda kupiga serikali na sisi ni watu wa serikali. So tukaona turudi ndani ya serikali, tufanye kazi na serikali. Zile viti ambazo serikali ikisha maliza kushinda, sababu tuna uhakika Azimio itashinda asubuhi mapema. Tukishamaliza kushinda, kuna zile ambazo tumeongea na mheshimiwa Wanyonyi na tumeongea na chama cha ODM na pamoja na Jubilee. Kuna zile viti sisi tutapata kama Jubilee. Tukishapata hizo viti pia tutazitumia kusaidia watu wetu. Ndio. Kwa hivyo bado nafasi haijapotea. Ndio. Tuna ile nafasi, tutapata nafasi kwa CDF ya mheshimiwa, tutapata nafasi kwa county government na hata kwa national government. Aya, asante. Maswali mawili tu, moja kwako na la mwisho kwa mheshimiwa Wanyonyi. Umekubaliana na yale mheshimiwa Wanyonyi amesema kuhusu Westlands, matatizo ya Westlands na suluhisho? Ni yale na ni hivyo. Kama sasa kijiji ya Kibagare, vile amesema kesi iko kotini, mimi vile anasema ni hivyo. Tunapigania hiyo shamba au watu hapo wapate title deed. Kuna ile kijiji kingine pale inaitwa Huruma pande ya Karura, na hiyo nao wametakikana wapate title deed ya hapo. Sababu wameishi miaka mingi. Mashida za kama Githogoro na mahali kwingine zote tutaungana kutatua. Watu wa Githogoro wapate social hall, hospitali na soko. Hizo ndio vitu za muhimu. Na pia wapate sewer line. Sasa mnafanya kampeni pamoja. Sasa tunafanya kampeni pamoja. Mheshimiwa, nataka tumalizia na wewe. Labda kama kuna swali jambo sijakuuliza pamoja na yale Mogo amesema. Sisi vile tumekuja pamoja, ingawa hata hapo mbeleni mimi na mheshimiwa Mogo last time tumeshindana 2017. Mimi nikakuja nikashinda na yeye pia alipata kura mzuri. Alipata kura 30,000, mimi nilipata 60,000, which ukiangalia hizo si kura za kuchezea. 30,000 ni kura mingi. Kwa hivyo tukiangalia huko kama tunaenda mbele na tumeungana, tunataka tulete wale watu wafuasi wetu wote wale wanaunga Azimio mkono, tupike kura pamoja na tuhakikishe ya kwamba hii serikali ya Raila Amolo Odinga na Martha Karua ikuwe na foot soldiers wengi katika serikali, wabunge na MCS. Na vile wale watu ambao walikuwa wamesimama na hizi vyama, lazima serikali kishaingia, lazima pia wapewe nafasi ya kuhutumia kuhutumu katika hiyo serikali. Jambo la mwisho, mimi nataka tu kuambia wale watu wa Westlands, sisi wote wale wanatafuta kura waje watafute kura. Sisi tunatafuta kura kwa njia ya amani na tunataka kila mtu atafute kura bila kufanywa mapendeleo yoyote. Na mimi nikiwa mbunge wa Westlands nimesimama na hiyo msimamo ya kwamba
wale wapinzani wangu si adui wangu, watafute kura vile wanataka. Lakini pia watafute kura wanakijua ya kwamba vile vile kuna viongozi wengine. Na tukienda kama wanaenda kuleta mambo ya kukawanisha watu, itakuwa shida yako mwenyewe. Lakini sisi tunataka umoja katika eneo la Westlands. Tunataka watu wote wa Westlands, wale wanafanya biashara, wale wanaishi huko, wale wanakuja kama wageni, wote wakihizi wako nyumbani bila wasiwasi. Na mimi na Mheshimiwa Mugo tukumekuwa kama sasa nduku. Tunaongea lugha moja, tunatembea pamoja. Watu wakikuona hawaoni tofauti yetu. Ndio. Asante. Labda kuna neno moja ama mawili ya Kikuyu ambayo unajua? Hapana. Salamu. Naweza sema kitu. Unajua wanasema watu wakitaka kujifunza lugha mara nyingi unafunzwa maneno mbaya kwanza. Alafu sasa unaweza kusungumuza kwa TV, national TV. Alafu mtu anakuambia bana huyu jamaa bwana anatukutukana. Una gani? Kwa hivyo tuachie hapo. Haya, asante Thegio muno. Asante, na huo umoja mumedhihirisha, uendelee namna hiyo Kenya mzima. Asante Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, mbunge wa Westlands. Thegio muno Dedan Mugo wa Gichega, onawe kuma kure mwena wa Westlands. Direct ureke tumekinya au mwiroreri tukoragia na ruthiomi rwa Githwairi. Na thegio muno ni ndona Inooro Westlands message ni nyinge muno mwatuma ciaciuria ondo umwe na maoni. Reke tukinye direct hau tukoragia ruthiomi rwa Githwairi nigetha tucoke Gikuyu-ini na Josephat Kamanya na Anwa Njuhe nio ageni aria Njoroge wa Githinji eno tugitiriha ikereka ria gatatu ria tabarira ya Inooro Ruciini. Nie jetagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thuire no mehe. Asante. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Ni jetagwo John Mugwe, roraro ira gite kia senator goko Kiambu. Nyumite kule University of Nairobi, ngeka electrical engineering, ngacoka ngathomera masters kule France. Ne ndutete wira njajetie na walimu telecom na ngarigiriria kule United Nations Environment Program kule ndatumetwo Norway na ngarutira goko Nairobi. Thutha ucio ne ndamurirwo gutuika CC wa barabara ne thirikari ya Waititu na tukiruta wira mwingi muno thutha wa mieri ina ne ndabutirwo ni undu wa kuga kugia na wigiririku mwirutira-ine ya wira. Gavana Njoroge ne ahire wira wa service delivery uria turarutire wega muno. Ni ndamuhoya kura cia Senator Kiambu na rogori-ine JM.